ila mimi sijasahau zile picha zetu. Choma ulitumia milioni 15 ndani ya siku 3. Niko ofisini. Kuna kazi namalizia. Ofisini? Kila siku ofisini? Umepanga lini kubadilika Boka? Nitamaliza kwa haraka. Asante. Amanda. Pengine ni off tu au mkanganyiko. Jaribu kumsikiliza zaidi. Una maelezo gani ya kunifanya nikuelewe? Ni kweli upo kazini au kuna kitu kingine unafanya huko nje? Mimi nilidhani mapenzi yetu yamekufa. Mimi ni binadamu, nilihitaji faraja angalau. Moyo umetawaliwa na giza, mapenzi yamekosea njia, imani imekuwa maumivu, ule upendo umetoweka. Siku 3 za furaha, siku 3 za maumivu, siku 3 za mateso, usaliti unatesa mioyo. Giza kimetawala moyo wangu, na sioni mwanga mbele. Njia zetu zimeharibika, mapenzi yamepotea. Wewe ndo ulinivua nguo? Hapana, wewe ndo umeanza kunivua nguo. Kwani ukumbuki chochote? Ila nilienjoy sana jana. Usiku wangu ulikuwa bora sana. Sijajua kwa upande wako. Jana pombe ilikuzidia sana. Ila ukileo unakuwa mtamu. Wewe wako lazima pombe. Yaani umenifunga magoli 3 ya chap bila majibu. Ukweli wako lazima nikupe. Mume wangu, naomba unisamehe.
Babe, Hakuna cha kuongea Amanda. naomba unipe nafasi nikuelezee. Uelezea nini? Unafikiri maneno yako yanaweza kufuta nilichokiona? Lakini nini? Una maelezo gani ya kunifanya nikuelewe? Hivi nyuki utanikwepa mpaka saa ngapi? Ni lazima unisikilize tafadhali. Hakuna cha kukusikiliza Amanda. Nyuki, mimi nilidhani mapenzi yetu yamekufa. Mimi ni binadamu, nilihitaji faraja angalau. Ili nipate mtu wa kunifariji. Na ukazani Matone ndo mtu kukupa hiyo faraja. Ulipaswa kuzungumza na mimi. Umefanya chaguo ambalo limeangamiza kila kitu.
Kwa muda gani umejificha nyuma yangu na kunifanya mjinga? Rahisi. Unajua wewe ulikuwa ni ndugu yangu, rafiki yangu ninayekuamini. Ulipaswa kuniheshimu. Hakuna cha kusikiliza matone. Kuanzia sasa, urafiki wetu umekwisha. Nyuki, kazi za ujenzi zinaendelea vizuri, lakini kuna changamoto. Malipo yamechelewa, wafanyakazi wanalalamika sana. Hakuna tatizo Boka. Kesho asubuhi tutakutana na mhasibu, tuhakikishe fedha zimetumwa. Wafanyakazi hawapaswi kulalamika na kuhisi kuwa tujali juhudi zao. Hilo litaweka jambo sawa, lakini kuna lingine. Jambo gani Boka? Hivi mambo yako na Amanda yanaendelea vipi? Mara ya mwisho uliniambia anapitia mabadiliko ya haraka sana. Imekwaje? Nafikiri kila ndoa ina changamoto zake. Tumekuwa tukitofautiana mara kwa mara na amekuwa akikwepa maswali yangu, lakini naamini hili jambo ni la kawaida tu. Hata mimi napitia changamoto kama unayopitia Nyuki, lakini najaribu kuachieve masuala yangu ya kazi na mambo mengine. Kwa hiyo ukiongea hivyo nakuwa naelewa. Nyuki, najua huenda nisiwe mtu sahihi wa kulizungumza hili, lakini mabadiliko ya ghafla mara nyingi yana sababu. Vipi, umewahi kuzungumza naye? Nimejaribu, lakini mara nyingi amekuwa akinijibu kwa kujihami na anabadilisha mada kila tunapokuwa na maongezi. Kuna wakati nahisi kuna kitu ananificha, lakini sijui ni nini. Pengine ni hofu tu au mkanganyiko. Jaribu kumsikiliza zaidi. Nafahamu hilo Malesa, lakini ni ngumu sana kujiamini kama ukiona vitu haviko sawa. Hata hivyo, nitajaribu zaidi. Pole sana kaka. Asante. Hiyo ni hatua nzuri. Sawa, turudi kwenye swala la kazi. Tumepewa tenda mpya ya shule, lakini tunahitaji kuangalia bajeti kabla ya kuanza. Nafikiri kesho asubuhi tukutane kwa ajili ya kupiga hesabu, tuhakikishe hakuna kitu kinapelea. Tunapaswa kuifanya hii tenda kwa ubora zaidi. Nyuki, kumbuka maisha yako ya binafsi ni muhimu kama biashara. Usisite kuzungumza kama unahitaji msaada. Asante Boka. Nawashukuru sana Malesa. Nyinyi ni marafiki zangu ninaojivunia. Basi kesho hakikisha unazungumza na mafundi wote. Haina shida kaka. Nitafanya hivyo mapema sana. Ni sawa, basi sisi tukuache. Karibuni kaka. Asante. Ndugu yangu. Malesa, salimia shemeji.
chai yako hii hapa mume wangu. Asante mke wangu. Kila siku nashukuru. Nashukuru sana kuwa na wewe. Hata mimi nashukuru sana. Natamani hivi kila siku. Ndiyo, kila kitu bado kiko sawa. Lakini lazima tuwe makini. Tutazungumza baadaye. Ya, nitamaliza kwa haraka. Asante. Amanda. Upo sawa? Niko sawa mimi. Sawa. Chai tamu mume wangu. Chai tamu sana. Jamani. Enjoy. Nashukuru. Boka, uko wapi? Niko ofisini. Kuna kazi namalizia. Ofisini? Kila siku ofisini. Umepanga lini kubadilika Boka? Familia yako inakuhitaji pia. Mke wangu, unajua kazi hii ndiyo inayolisha familia yetu. Hizo lawama zako haziwezi kubishana na ukweli. Ni kweli upo kazini au kuna kitu kingine unafanya huko nje? Nyuki na wengine wanarudi nyumbani kwa wakati. Lakini wewe, sijui hata niseme nini kingine. Keti, acha kunilaumu. Hii kazi sio rahisi kama unavyofikiria. Na siwezi kukaa nyumbani nikitazama kila kitu kinaharibika. Hivi, mara ya mwisho ni lini?
ulitumia muda na mtoto au hata kuniuliza kuhusu hali yangu. Keti, mke wangu, nitapiga hatua kesho mapema kurudi nyumbani, lakini hivi sasa siwezi kuacha hii kazi. Nitasubiri hiyo kesho kama kawaida, ila sijui ni lini utatuchagua sisi badala kazi zako. Moyo umetawaliwa na giza, mapenzi yamekosea njia, imani imekuwa maumivu, ule upendo umetoweka. Siku tatu za furaha, siku tatu za maumivu, siku tatu za mateso. Usaliti unatesa mioyo, giza kimetawala moyo wangu, na sioni mwanga mbele, njia zetu. Hapo utakuwa umenisahau, ila mimi sijasahau zile picha zetu. Choma ulitumia milioni 15 ndani ya siku 3. La sivyo, itafanya sherehe mitandaoni. Mapenzi yamekosea njia, imani imekuwa maumivu, ule upendo umetoweka. Siku tatu za furaha,